Idi Amin Dada, jina kadri linapotajwa katika kumbukumbu za historia ya Afrika huwatia wengi woga na hofu, wakijutia kuzaliwa kwa dikteta huyu aliyeliongoza taifa la Uganda kwa kipindi cha miaka 8 kwa ukatili mkubwa, ambapo aliongoza jeshi lake katika mauaji ya kikatili yaliyopelekea zaidi ya raia 1,300 kuiaga dunia chini ya uongozi wake, haswa katika taifa la Uganda. Ila sio wengi wanaofahamu alipofia Idi Amin Dada na jinsi siku zake za mwisho uongozini zilivyokuwa. Hii leo katika kipindi chetu cha The Drums of History tunaangazia siku za mwisho za uongozi wa Idi Amin pamoja na kifo chake mwaka 2003. Tukianza mwaka 1971, mwaka 1971. Wakati huu Idi Amin akiwa ni jenerali katika kikosi cha kijeshi Uganda, aliongoza kikosi chake katika vita vya upinduzi vya kumng'atua mamlakani rais wa Uganda enzi hizo, Milton Obote, ambapo alilipiku nguvu jeshi lake Obote na kumng'atua mamlakani pamoja na kuchukua uongozi kama rais kamili wa taifa la Uganda. Kazi yake ya kwanza uongozini ikiwa ni kuwafukuza nchini Uganda raia waliokuwa na asilia ya nchi za kigeni, haswa wale waliotokea katika mataifa ya Uarabuni, mno kule katika taifa la Pakistan na India, na pia aliwafukuza nchini Uganda raia kutokea katika mataifa ya Asia, haswa raia kutokea katika nchi ya China pamoja na Japan. Jambo na haswa kizingizio kikubwa cha Idi Amin Dada kuang'atua na kuwafukuza raia wa nchi ya kigeni kutokea katika taifa la Uganda, alidai kwamba nchi ya Uganda ilikuwa na uwezo wa kuwakimu tu raia wake kimaisha na sio raia wa nchi za kigeni ambao aliamini waliponda mali na rasilimali kadhaa za nchi ya Uganda na kuzihamishia katika mataifa yao kule katika bara Asia pamoja na mataifa ya Uarabuni kule Middle East kama jinsi ambavyo yanatambulikana kwa lugha ya King'eng'e. Na raia kadhaa walimsifu na kumpenda Idi Amin, maana walimuona kama mkombozi wao, akilinganishwa na kiongozi wa Korea Kaskazini wakati huo, Rais Kim Il-sung. Wasifahamu kuwa usiuone uzuri wa mkakasi, maana ndani ni kipande cha mti. Sura kamili ya Idi Amin Dada ilianza kujidhihirisha pale alipotoa agizo walemavu wote Uganda wauawe kwa kutupwa katika ziwa Victoria, akidai kuwa waliichafua nchi ya Uganda, na pia akisema walikuwa ni kama ishara ya adhabu kutokea kwa Mwenyezi Mungu, na hivyo jeshi lake likihudumu chini ya amri yake liliwatia walemavu katika malori na kuwamwaga katika ziwa Victoria waliwe na mamba na wengine wafie kule ziwani. Inaaminika takriban ya walemavu 4,000 waliuawa katika amri hile ya mwaka 1975 wakati Idi Amin alitoa amri ya walemavu wote nchini Uganda kuweza kuuawa. Siku za mwisho za ukatili za kiongozi huyu aliyeutikisa ulimwengu na matukio yake ya kivita zilikuwa zimekaribia kikomo, haswa pale alipotishia kuanzisha vita dhidi ya taifa lake la Kenya pamoja na taifa lake la Uganda pamoja na Kenya. Amin alikuwa anapokea ufadhili wa zana za kivita kutokea katika taifa la Russia ama USSR Soviet. Hivyo
alijiona mfalme wa nchi za ukanda wa Afrika Mashariki. Mwaka ukiwa ni 1976, Idi Amin alipanga kuchukua karibia mikoa 3 ya taifa la Kenya pale alipodai kuwa nchi yake ya Uganda ilikuwa imefikia mpaka katikati mwa nchi ya Kenya, ambapo alisema mwisho wa nchi ya Uganda ulikuwa ni katika mtaa na sehemu ya Naivasha iliyomo kaunti ya Nakuru. Baada ya vitisho hivyo, Rais wa Jamhuri ya Kenya wakati huo Mzee Jomo Kenyatta alitafuta usaidizi wa kivita kutokea katika taifa la Marekani na Uingereza, maana Kenya haikuwa na silaha za kutosha za kivita za kukabiliana na jeshi lake Idi Amin. Amin alipopata taarifa hizi, aliomba msamaha na kukatisha operesheni ya kuivamia Kenya. Kando na Kenya, Amin pia aligonga vyombo vya habari kimataifa alipowapa makao waasi wa nchi ya Palestina walioteka nyara ndege lililokuwa limewabeba raia wa nchi ya Israeli. Katika kisa maarufu zaidi cha operesheni za kijeshi ulimwenguni kinachotambulikana kama the Entebbe Raid, Amin pamoja na waasi wale waliomba nchi ya Israeli kuwaachia wafungwa wote wa kivita wa asilia ya Palestina waliofungwa kule Israeli, na pia Israel kuondoa majeshi yake ya kivita katika sehemu ya ukanda wa Gaza Strip ambao ulikuwa unapiganiwa wakati ule na Israel pamoja na Palestina, na ambao mpaka leo unapiganiwa na nchi hizi mbili. Ila Israeli iligoma na kuwatuma makomando wake waliowaokoa raia wao kutokea katika uwanja wa ndege wa Entebbe katika operesheni ya kijeshi iliyotambulikana kama the Entebbe Raid, huku makomando wale wakipokea usaidizi kutokea kwa mmoja wao aliyekuwa akifanya kazi chini ya uongozi wa serikali ya Mzee Jomo Kenyatta. Tukiendelea, mwaka 1978, mwaka 1978, ikiwa ni katika siku za mwisho za uongozi wake Idi Amin, kitumbua kilianza kuingia mchanga wakati jeshi lake lilianza pingamizi dhidi ya uongozi wake wa kikatili na kuepea katika taifa la jirani la Tanzania. Wengi wao waliondoka jeshini Uganda na kuhamia kule nchini Tanzania kujipanga, ndipo kurudi kule nchini Uganda kuweza kuwakomboa watu wao. Amin alianza kumlaumu rais wa nchi ya Tanzania wakati ule, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, akidai ya kwamba alikuwa akipanga kuivamia nchi ya Uganda na kuchukua sehemu ya Uganda iliyotambulikana kama Kagera Saliet. Novemba mwaka huo 1978, wiki mbili baada ya Idi Amin kumlaumu Nyerere alipanga jeshi lake na kwa usaidizi wa wanajeshi walioepea Tanzania kutokea kule katika taifa la Uganda, walipata kuvamia jeshi la Idi Amin na kuliondoa sehemu ya Kagera Saliet, na vita vikazimwa pale. Ila vita vilizidi mle ndani ya nchi ya Uganda. Vita vikiendelea kuzidi katika nchi ya Uganda, tarehe 11 mwezi Aprili mwaka 1979, on 11th April 1979, jeshi la Tanzania pamoja na ushirikiano wa majeshi ya Uganda yaliyopinga uongozi wa Amin yaliingia katika jiji kuu la Kampala na kuwabandua wanajeshi wake Amin katika ikulu ya urais na kuchukua uongozi kutokea kwa mikono yake katili huyu Idi Amin Dada. Jambo hili lilimlazimu Idi Amin kuepa kutokea katika taifa la Uganda na kwenda mafichoni kutafuta makao, ambapo nchi ya kwanza iliyoweza kumpa makao Idi Amin Dada ni nchi ya Libya, wakati ule ikiwa chini ya uongozi wa Dictator Muammar Gaddafi, na baadaye akakimbilia kule nchini Saudi Arabia, ambapo aliishi maisha yake ya masikitiko mafichoni
mpaka kifo chake mwaka 2003 baada ya miaka 26 mafichoni kama mkimbizi. Ikumbukwe, Idi Amin Dada aliweza kuishi mafichoni kwa takriban miaka 26, na mtu huyu aliwachukia sana wakimbizi waliokuwa wamekimbilia usalama katika nchi yake ya Uganda, aswa wakimbizi wa kutokea katika nchi za Uarabuni. Na kumbuka, aliweza kuishi nchi ya Uarabuni ya Saudi Arabia kwa takriban miaka 26 mpaka kifo chake. Ndo maana unaambiwa karma is a bitch and when it slaps hard. Aliwatesa na kuwafukuza raia wa Uganda ambao walikuwa na asilia ya kigeni kule, ila yeye Mungu alimpa adhabu yake ya miaka 26. Hiki ndicho kisa chake uongozini, katili huyu, fidhuli huyu ambaye inaaminika kuna stori za kisiri na kuna visa tofauti ambavyo vinasemwa tu ya kwamba Idi Amin kuna nyakati ambazo aligoma kula nyama za wanyama pori wala wanyama wa mifugo wanaofugwa nyumbani, na ikawa yeye mwenyewe anakula nyama za watu, yani watu raia wa nchi ya Uganda. Alikuwa akiwatazama wanawake aswa wale ndio warembo na wana miili ambayo ina mafuta, anadai huyo ndio ninayetaka kumla leo. Sio kumla ile ambayo unafikiria, anataka huyu achinjwe ndipo amle, yani awe mnyama na awe chakula chake ambacho atakitia tumboni Idi Amin Dada. Huo ndio ulikuwa uongozi wa Idi Amin Dada katika miaka 8 aliyopata kuliongoza taifa la Uganda. Ndio maana anatambulikana kama dictator maarufu zaidi katika bara la Afrika. Ni hayo kwa sasa. Jina langu kamili ni FK Mwenda. Hii ni FM Show KE na kipindi hewani kinachoondoka ni The Drums of History. Kile nachokufahamisha usingatuke kabla hujapata kusubscribe. Tuungane katika video zetu zijazo. Mimi mtangazaji wako mpendwa FK Mwenda naondoka hewani.